Kijana, je, wataka kuheshimika? Kijana, je, wataka kuheshimika? Kitu ambacho kitanifanya niheshimike, kitu ambacho kitafanya uheshimike kijana ni maisha yako ya kutenda mema. Katika kitabu cha Mwanzo sura 4 mstari wa 7, Mungu anamwambia Kaini, je, ukitenda vema utapata kibali? Kibali kinapatikana tu kwa kutenda yaliyo mema. Kibali hakipatikani kwa kusema kwamba mimi naomba mnikubali, au unaenda kuombewa kwamba naombea kibali, nikaombewe kibali. Amna, mtu wa Mungu. Kibali kinapatikana kwa kutenda yaliyo mema. Je, wataka kuheshimika? Heshima inapatikana kwa kutenda yaliyo mema. Nisikubali kwa kijana ambaye leo hii kanisani nitaonekana ni kama ni mtu ambaye basi naonekana ni kama nimeokoka, lakini matendo yako yananikataa kabisa. Inakuwa ni kama kusifiwa ni kwingi sana, kwamba huyu binti amemshika sana Mungu, huyu binti anampenda sana Mungu. Lakini je, sifa ambazo nitakuwa naenda nazo kwamba ninampenda Mungu ni maisha yangu pia ambayo ninayaishi? Binafsi ni dua yangu sana kwa Mungu, ni maombi yangu sana kwa Mungu kwamba Mungu, ninaomba unisaidie sifa yoyote ambayo itakuja kwangu kwamba Esther anampenda sana Mungu, hebu hii sifa iendane kweli na maisha yangu. Kweli iendane na maisha yangu kabisa, niendane na maisha yangu. Hii nyingine hizi za kusema kwamba huyu kijana anaimba sana, anafanyaje, lakini bado uzinzi uko pale pale, matendo mabaya yako pale pale. Ni ngumu sana leo hii kutulazimisha au kunilazimisha au mimi kukulazimisha wewe kwamba jamani niheshimuni, mimi ni wa Bwana, nimeokoka, nampenda Mungu. Hapana, kitakachonitambulisha kwamba mimi nimeokoka, nampenda Mungu ni maisha yangu. Maisha yangu nitakayokuwa nayaishi, zao nitakapokuwa naishi, hicho ndio kitu ambacho kitanitambulisha ya kwamba mimi nimeokoka, nampenda Mungu. Kijana, je, wataka kuheshimika? Heshima inapatikana kwa kutenda yaliyo mema. Heshima inapatikana kwa kuelewa kwamba mimi niliokoka nitakiwa niishi maisha staili gani. Leo nakuta ni kawaida sana kukuta kijana, kukuta binti upo kanisani una mpenzi. Ni kawaida sana. Kawaida sana. Ni vitu ambavyo nikisema wote wananiambia kwamba wewe ni mshamba. Mtu wa Mungu, mimi nakwambia hapana. Usikubali kwa binti, usikubali kwa kijana ambao upo kanisani unaendelea kuzini. Usikubali kwa binti, usikubali kwa kijana ambao upo kanisani bado fikra kuwawaza wanaume, ile piki iko juu. Yani ni muda wote unakuta Asmani anakusumbua, utamgeuzia huku, utamhamishia huku. Wewe ni Asmani. Kesho tena utaanza sijui na nani, utamgeuza mpaka pa mwisho. Hapana. Mimi nakwambia kuishi maisha akili umetulia, ufahamu umetulia, inawezekana. Ninayeongea mbele yako kijana, binti, mimi hapa ninaongea mbele yako ni mtu ambaye hata mimi sikufikiri kama inawezekana, lakini nashukuru Mungu sana sana sana. Hata leo hii kwa kipande kidogo sio mtu ambaye uweze kute basi kuna namna basi kuna wazo linanisumbua, wazo la kijana na tembea naye. Hapana, mtu wa Mungu. Hapana. Yote hiyo ni kutokana tu na kuona kwamba binafsi nimechagua kuishi maisha ya ibada. Ibada zile ambazo sio ibada ambazo unaenda kwanza mnaenda mpaka mnamaliza ni pokea mchumba. Ina maana kanisani ni hayo. Hatuna kingine. Yani kwanza hii Biblia banake tukisoma kwanza Mwanzo mpaka Ufunuo walikuwa wanatabiliwa wachumba huko. Nasema hapana. Kusudi la Mungu kuniumba mimi, kusudi la Mungu kukuumba wewe. Hakukuumba wewe ili ukiwepo kanisani unafanya kazi, yani kitu ambacho kio kinakuteza kichwani kiwa ni wachumba. Hapana.
kusudi la Mungu ni kwamba mimi Esther alimadamu leo hii naona kwamba wokovu una faida. Mimi nifanyike sababu ya maisha ya mtu mwingine kuona iko haja ya kubadilika. Nifanyike kutafuta kumuokoa mwingine. Hicho ndio kitu ambacho itakiwa nihangaike nacho, ambacho hangaike nacho. Lakini vitu vingine ambavyo leo hii kanisani kuzini ni kawaida, kufanya mabaya ni kawaida, lakini mtu natafuta kukubaliwa. Yaani kwamba mimi natafuta kukubaliwa na Mungu. Mungu anikubali. Hapana mtu wa Mungu, hapana. Hapana. Yaani sio binti ambaye leo hii watu na walali wa kujadili, yani kwamba yule aolewe na yule anatoka na yule. Sasa ya nini? Kazi tunaenda kufanya nini? Binafsi nasema tu Mungu naomba unisaidie. Ninaongea mbele yako sio kwamba nimefika. Kwa watu ndogo nilionayo. Naamini ya kwamba natamani kwamba aweko mtu ambaye pengine kwa watu yangu ndogo ambao nilionayo maisha yangu. Mwingine tu aone maisha yangu. Aone iko haja ya kubadilika maisha yangu. Sio kujieleza sana ambao unakuwa unajieleza kwamba mimi nimeokoka. Mimi hapa ni mshirika mbarikiwa. Mimi babangu mbarikiwa Mwakipesile. Amen. Nashukuru sana. Kupitia maisha ya baba kuna wengine tumeheshimika. Lakini hata mimi mzee anasema kwamba anatamani maisha yangu mimi Esther siku ya mheshimishe. Engo yote akipita akamuuliza kwamba una binti huku kumbarikiwa. Ndio kitu ambacho nakitafuta mimi binafsi. Sitafuti la kusema kanisani kila ninapoenda natamani kwamba jamani baba angefunuliwa moyo. Angefunuliwa sema tu Esther naona moyo unapata mchumba. Yaani mpaka najuza sasa Mungu, hebu tusaidie. Kama ndo hilo sio jambo ambalo litakiwa tushughulike nalo tukiwa kama vijana tuliookoka. Tulikuwa na wajibu wa kupambana. Ndio maana Biblia inasema kwamba vijana wenye nguvu. Haijasema kwamba vijana wenye nguvu wa kuendelea kufikiri zina muda wote tumejaza zina kichwani. Hapana. Vijana wenye nguvu akiamini ya kwamba mimi Esther nina uwezo wa kuokoa mwingine, ndio kijana mwenye nguvu. Nguvu ya kuokoa mwingine, nguvu ya kuweza kutafuta mwingine kutoka kwenye changamoto. Hiyo ndio kijana mwenye nguvu, sio kupata nguvu za kwenda kufikiria wadada. Upo kanisani, ni kawaida. Yaani kwa saizi ni kawaida. Kijana upo kanisani, unao watatu. Sasa hivi leo hii inakuwa ni kazi sana kumtofautisha kijana ambaye hajaokoka na ambaye ameokoka. Utaambia wewe dada unayeongea, wewe unajifanya umeokoka sana. Mimi natafuta kuwa huyo. Yaani hata wewe unayeniona hapa, siku ya siku hata tukikutana engo yote, isiwe sasa ninaongeaga afu kinikuta engo fulani mahali popote ninapofanya kazi, unakuta ni mtu basi niko wa ovyo na skendo chafu. Hapana. Mimi namshukuru Mungu hata siku moja nilikuwa dukani kuna mmoja alipita pale kaniambia wadada si ndio naye kuonaga Facebook unalia sana wewe muda wote tu. Yaani wewe unachoelewaga tu ni kuomba na kulia tu. Ndio si ndio wewe. Nikacheka sana. Tena nashukuru Mungu alinikuta nafanya nini? Nilikuwa nasoma Biblia. Nilikuwa nimekaa nasoma Biblia. Ndio alichonikutaga. Zaidi unakuta ni maisha ambayo basi kwa kipande kidogo ninachokiongea hata mtu akinikuta kinakuwa kina ukakasi sana. Kinakuwa kina ukakasi sana. Lakini nyuma unakuta ni kwa mtu ambaye confidence ya kuongea mahala popote nilikuwa sina. Ni kwa sababu gani? Ya mtu ambaye nilikuwa akili yangu imejaza uchafu mwingi, maisha yangu yalikuwa yamejaa na uchafu mwingi. Uko mtu ambaye unasema wewe dada ujui, unasema tu wewe ujui. Mimi nakwambia mtu wa Mungu, wewe uliko wewe, mimi nilipita. Yaani uliko wewe, pengine mimi nilipita zaidi yako. Mimi nakwambia mimi nilipita zaidi yako. Kusali nilisali lakini bado nilikuwa naendelea kuzidi. Lakini leo hii kwa nini ukubali kwa kijana ambaye upo kanisani unaendelea kufanya dhambi? Kwa nini ukubali? Kanisani tunaenda kufanya nini? Waebrania ile pale inasema kwamba msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Lengo la kukusanyika ni ili kuonywa. Mimi kijana, yaani lengo la kwenda kanisani ni ili kuonywa, kuwekwa kwenye mstari,
kuambiwa kwamba jamani, binti, inatakiwa nifikiri vizuri, inatakiwa ninene vizuri, inatakiwa nitende vizuri. Hicho ndio kitu ambacho inatakiwa nihangaike nacho. Lakini haya mengine ambayo leo hii ni kawaida, unazini kanisani upo, usiseme kwamba dada unaongelea sana habari za kuzini. Mimi najua tuko vijana wengi, wako vijana wengi ambao upo kanisani, kuzini ni kawaida. Sio kwamba unajua kama ni kosa, unajua kabisa ni dhambi. Ila sasa ndio hivyo ulishajihalalishiaga. Mimi nakwambia hapana. Pamoja na kujifunika kote ambako utaona leo ya kwamba mimi ni mkubwa, unajua kwamba mimi Mungu ameninua viwango. Mungu hainui viwango wajinga, Mungu hainui viwango wazinzi. Mungu hainui viwango watu wa staili kama hiyo. Kiwango chako kuinuka ni kutenda mema. Hicho ndio kiwango chako kuinuka. Ila hii nyingine ya kwanza kutangaza sema, wewe dada unasema tu ni kwa sababu wewe hujajua katika ulimwengu wa roho nikoje. Ulimwengu wa roho upi ambao leo hii wewe ni kijana unaendelea kutenda mabaya? Unasema ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho wako wewe utakuwa ni wewe kuwa safi, kutenda maisha, kuishi maisha leo mema. Moja mtu ambaye leo hii binafsi najisikia fahari kusema mahala popote, hata mimi ni dua yangu sana kwa Mungu kwamba Mungu ikiwezekana basi na mimi unisaidie maisha yangu asije kuwa na ukakasi. Maisha ya shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Bujuni ni binti ambaye ameishi maisha ambayo leo hii nina ujasiri wa kusema mahali popote. Ni kwa sababu gani? Ameishi maisha akiwa kama kijana, akiwa kama binti, maisha aliyonyoka, akiwa kama mtu aliyeokoka. Binti aliyeokoka ameishi maisha ambayo kabisa binti tuliokoka, mabinti tuliokoka, vijana tuliokoka itakiwa tuishi hivyo. Pacha alikuwa anasema kwamba hii ni nguvu ya yoga, inaweza kupasua mahali popote, iwe kwenye udongo uliokauka, iwe kwenye kichuguu, kwenye mawe, inaweza. Lakini mwisho alikuwa anasema simple looking but tough in working.